Na mtazamaji wa Trend TV bwana, baada ya Nifa kuvujisha messages pamoja na chat pamoja na voice note ambayo anaonyesha ushahidi kwamba kile alichokuwa nakizungumza Uncle T mpaka kuruka live na kumchamba Nifa kilikuwa ni cha uongo. Kwa namna moja au nyingine tumeona kwamba watu wengi sana wamegravitate upande wa Nifa, wakiwa wanaonyesha wazi kwamba bwana Uncle T kumbe yeye mwenyewe ndo alikuwa kama vile amejichanganya kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo ni kwamba issue ikawa imeishia hivyo, lakini kama unavyoelewa kwamba hasimu wa Nifa wa muda mrefu ambaye anafahamika kwa jina la Resty, bwana Resty Bura, mmoja kati ya wafanyabiashara pia wa vipodozi hapa town, na yeye pia bwana amejump in katika hii drama ambayo inaendelea kati ya Nifa na Uncle T. Baada ya Uncle T bwana kudhibitiwa na Nifa, baada ya Nifa kuvujisha ushahidi ambao tumekupostia hapa Trend TV katika video zilizopita, ni kwamba Resty bwana naye pia ameruka live na kuzungumza vitu vingine vingi sana vyeusi kumuhusu Nifa. Nataka nikupe background story kidogo kuhusiana na ugomvi wa Nifa na Resty. Mwanzoni ilikuwa ni kutokana na issue ya business, baada ya Nifa kuonekana kama vile ameingilia business ya Resty ya kuuza vipodozi na kuanza kuaminisha wadau kwamba kuna vipodozi vingi fake hapa town, lakini yeye Nifa pekee ndio anayeuza vipodozi original. Jambo ambalo likaonekana na hawa wakina Resty kama vile Nifa anawaharibia biashara kwa kuwaaminisha watu kwamba yeye peke yake ndo anauza vitu original, kwa hiyo hao wengine wanauza vitu fake. Kwa ni kitu ambacho Resty kilimkwaza, kwa hiyo akaanza kumchana Nifa tokea kipindi kile. Lakini baada ya hapo ni kwamba katika kila controversy ambayo inamuhusu Nifa, tunaona Resty amekuwa ni moja kati ya watu ambao wana address hizo controversy ambazo zinamuhusu Nifa. Na this time around bwana, kama kawaida tunaona kwamba mwanadada Resty Bura ameingia tena katika mchakato huu ambao umetokea kati ya Uncle T na Nifa. So Resty bwana ameruka live na amezungumza vitu vingi sana. Nataka usikilize hapa baadhi ya vitu kama highlight ya vitu ambavyo vikubwa ambavyo Resty amevizungumza katika live yake kumuhusu mwanadada huyo Nifa. Hapo ni Resty anaseti mitambo wakati anaruka live kupitia ukurasa wake wa Instagram. Nilikuwa nataka nikaisikilize hiyo, maana nilikuwa naona watu wengi wanasema nimechambwa huku naona message zinaingia. Nimechambwa. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa naongea smoothly, yeye ametaka tuchambane, sawa? Mimi namjibu kama ifuatavyo. Kwanza, wewe sio mtoto, ni mkubwa mwenzangu. Sawa, na watu wake enjoyeni. Wewe ni mkubwa mwenzangu, nikuelekeze. Umenielewa Ni mkubwa mwenzangu, huna utoto wote timi naweza kukuzaa. Mimi wenye miaka 37 nitamzaa mtoto wa 25. Nilikuwa nimevunja ungo wakati unazaliwa? Nilikuwa nimevunja ungo wakati amezaliwa? Makubwa. Kwa kitu gani? Jiulize, una matatizo ya kukushusha mimi? Mimi ni nani ya kukushusha? Sina nia ya kukushusha mimi hata siku moja. Kila mtu apambane. Wewe ndio una nia ya kushusha wenzako. Unajidai unamtangazia Paula. Mnafiki mkubwa wewe. Unaweza ukamtangazia Paula alafu ukaja ukasema shawajeri yake haina povu. Punguza unafiki mtoto. Punguza unafiki. Unaweza ukapaka lipstick ya Uncle T. Alafu ukasemaje? Ukasema Uncle T sijui ni kitu gani? Eti kameingia katoto kanataka kunichamba mimi. Akaya kitu kwanza akasafisha nyota yake, maana ana nyota chafu. Akasafisha nyota yake kwanza. Mimi nafanya kazi silali. Nani alikwambia usilale? It's not being healthy. Yaani kutokulala au hujapenda. Kwani umelazimishwa kutokulala? Kwamba unafanya kazi kwa unafanya kijiji. Yaani unafanya kazi kwamba unazalisha hela unafanya kijiji. Kapani kie kwanza. Mara sijui nini, kuingia acha roho mbaya. Kila watu wengine wanaomba msamaha kwa sababu nilikuwa nina mabomu yako. Ukuniomba msamaha kwa kupenda. Nilikuwa ninaposti utapeli wako. Na huyo bwanako matapeli. Nizishushe hizo message hapa. Nizishushe hizo message za utapeli. Unadaiwa shingapi? Unasema changamoto unachukua milioni 2, milioni ngapi kila mtu anamchukulia. Changamoto ipi hiyo kama sio utapeli? Mtoto mdogo utapeli haya. Lipa hela za watu basi tujue mmoja. Wewe si una maduka? Ambao unasema una duka, si una vitu gani? Lipa madeni ya watu, upunguze utapeli. Uliniomba msamaha kwa sababu ulikuwa unajua na kumaliza. Ili asubuhi nilikuwa nakuchinja. Kwa sababu ushahidi ulikuja hivi. Na unajua ilikuwa usiku sana.
Sasa nizishushe message, naombeni watu mnaomdai. Walikuja hivi. Anadaiwa sijui Brenda, anadaiwa simu, anadaiwa nini? Na Luke na pia aliyemtaja alikuwa anamdai milioni 18. Wamechukua simu yeye na mume wake wakisema zinatoka Dubai. Mali kauli. Wamelipa? Wamelipa. Apunguze utapeli. Apunguze kijibaro. Kwani ukifanya kila biashara ndio utafanikiwa? Nikuulize. Kwani ukifanya kila biashara ndio utafanikiwa? Sawa, fanya, no problem. Haya kutuelekeza sisi ulali, kwani umemlazimisha usilali? I'm working hard. Kwamba wewe ndo superwoman, wewe ndo super business, wewe ndo business guru. Atuache, yani ukitaka tuchambane vya live tutaenda sawa. Nikuelekeze. Mwelekezeni akitaka tuchambane, dozi imemuingia. Umeelewa? Hiyo hela amechangisha ya buongo, hajanunua kiwanja. Dozi imemuingia. Mimi wasijibizane, utajibizana una pointi. Jibizana una pointi. Ongea fact of life. Una kitu gani cha kutuelekeza wewe? Haya, biashara kwani nikuuliza wakati unaenda nikiongea sana nitakaukiwa na nani? Nitakuwa dehydrated. Wakati unaenda India ulikuwa na mzigo? Kwa nini unadanganya watu kwamba ule mzigo umetoka India? Hebu tuelekeze, ndege gani inapakiza mzigo siku 2 kutoka India kufika Tanzania? Kwani si ulichukua Kariakoo? Na ulikuwa una mzigo mwingine mastoko yako yamekudodea? Kwani unajua wafanyakazi wako wanaongea? Mimi watu wangu ni ndugu zangu na wafanyakazi wako. Kwani unajua wafanyakazi wako wanaongea? Kwa kitu gani mdogo wangu? Eti mimi nilikuwa siwezi kufanya tamaa. Mbona ulikaa na hela yangu miezi mingapi? Mbona ulikaa na hela yangu miezi 3? Nimekulipa mwezi wa 9. Umekuja kunilipa mwezi wa 12. Umenielewa? Nimemlipa mwezi wa 9 wakati tunaingia kwenye ubalozi. Kaja kunirudishia mwezi wa 12. Sasa niwaambie, hadi nguo ya kuvaa siku ya ubalozi aliniomba nimnunulie. Kama sio mnyonyaji. Na hapo alikuwa sio maarufu. Mimi nilisema tu nataka brown skin person. Na nikamwambia hivi, Zamini Kitchen Party Gala Mwanza, twende ukapige matangazo. By Zenith Outfit Business. Zamini, mimi na Zamini Zamini kiasi fulani nipate airtime ya kutangaza biashara yangu. Twende wote. Akawa hana uhakika. Mimi nikazama zangu, mimi nilikuwa napambana na biashara. Sawa. Kufika Mwanza akaja. Alivyokuja akachelewa ukumbini. You know what? Anataka kutumia muda wangu mimi nilioulipia. Unaweza kuamini? Wa Uzamini eti muda wangu kuitangaza La Vista, yeye aiongelee outfit yake. Na ninamwambia kabisa, tangaza. Ananiambia wewe hujanileta huko. Yaani baada ya siku 2-3. Nikamwambia mimi sikukuleta kwa sababu ulikuwa hauna uhakika. Kwa sababu ulikuwa una uhakika. Ungekuwa una uhakika, kwani tiketi ni shilingi ngapi? Nikuulize. Kwani tiketi kwanza unajua kama mimi ndo nimekupa kiki ya kufanya kipodozi? Unajua kama mimi ndo nimekupa kiki ya kufanya kipodozi? Nikuulize. Ungefanya kipodozi bila mbio za mimi? Wewe ulikuwa unauza vyombo, unauza nguo, unauza nini? Wewe ulikuwa unauza vipodozi. Si ukubali ni kuingiza kwenye game kwa tulitumia kiki yangu kuingia kwenye business. Nani sio Lopez, come on. Yaani ukitaka tuendane vya live, utapeliwa kurudisha hela za watu kwa kifupi. Punguza utapeli. Naweza kukuzaa wewe. Makubwa. Yaani ukijionaga mtoto. So bwana, hiyo ni part 1 ya kasheshe la Rest Bura alivyoanza kumchamba Nifa. Lakini pia haikuishia hapo, ikaendelea page 2. Tukutane katika video inayofuata. Weka maoni yako katika comment section na pia hakikisha una subscribe.